Kutakuwa na state funerals katika nchi ya Kenya, Tanzania na Uganda. Zikifuatana hivi. Zikifuatana. Bendera zitashushwa nusu mlingoni katika hizi taifa tatu. Microphone nitengeneze. Bendera itashushwa nusu mlingoti katika hizi mataifa tatu. Lakini kabla ya hayo, let us pray for Tanzania. Let us pray for Tanzania. Hebu mwambie jirani yako, pray for Tanzania. The reason why I'm saying that we should pray for Tanzania, nimeirudia mara kadhaa. Na Samia Suluhu Hassan, make sure buffer hiyo tatizo umeiondoa kabisa. Samia Suluhu Hassan alisimama siku moja akasema, Kenya, nyinyi vijana wa Kenya mumeharibu nchi yenu, mnataka kuja kuharibu Tanzania. Mnakumbuka hiyo maneno? Na Samia Suluhu akasema pia, Tanzania is the only remaining country, peaceful country in the world. In the realm of the spirit, nikawa ninajiuliza, kama Samia anasema Gen Z wameharibu Kenya yao, swali langu ni, je, Gen Z ya Tanzania inakwenda kujenga Tanzania? So let us pray for Tanzania, because kutakuwa na kitu inaitwa civil unrest. Leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 5. Ni tarehe 5. Mwezi wa ngapi? Wa 10. Mwezi wa 10. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 10. Let us pray for Tanzania. Hebu kila mmoja sema shalom Tanzania. The reason why nasema shalom Tanzania ni kwa sababu Tanzania sio ya Suluhu, ni ya Watanzania. Lakini Tanzania inaenda kuwa kwa breaking news. Mumeona kitu imefanyika Madagascar, imefanyika kule inaitwa wapi huko? Nepal. Kile kitu imefanyika Nepal. Hata ya Kenya ni afadhali. Kile kinakuja Tanzania, hata ya Kenya ni afadhali. So let us pray for Tanzania, kwa sababu kuna kuja kitu inaitwa revolution war. Revolution war. Na itasababisha civil unrest. Itasababisha civil unrest in the country, in the nation Tanzania. Na nikawaambia wa Tanzania sometimes here, musichekelee Kenya, kwa sababu Waswahili, nafikiri Waswahili ni wa huko kwao. Waswahili wa huko kwao walisema, ukiona mwenzako ananyolewa, basi kitie maji kichwa chako. Usimchekee, lakini tia maji kichwa chako. Bahati mzuri kwa neema ya Mungu, hata kama Kenya ilinyolewa, nywele ya Samson ilimea tena. So nikasema Tanzania msichekelee Kenya kwa hali iliyopo. Kwa nini prophet anasema Tanzania msichekelee Kenya kwa hali iliyopo? Ni kwa sababu
kile nabii anaona inakuja kutokea, hakuna mtu anaweza kuzima hiyo moto. Hakuna mtu anayeweza kuzima ule moto. So Samia stood up and say that your country is the only remaining country in Africa that is peaceful. Biblia inasema mtu yoyote anayezania kuwa amesimama, basi na aombe kwa Mungu asifanye nini? Asianguke. Narudia tena, mtu yoyote anayedhania kuwa amesimama, Biblia inasema na aombe Mungu asifanye nini? Asianguke. Ni kweli Samia, peaceful country, not spiritually. Spiritually ni mambo yingine za Sumbawanga, lakini ombeni basi ile amani mumekuwa nayo tangu Nyerere, tangu Mwinyi, tangu Mkapa, tangu Magufuli, tangu Kikwete, msiipoteze, kwa sababu ukweli inaenda kupotea na itakuwa mbaya kuliko Kenya, kuliko Nepal. Sababu ni kitu imeshapangwa na wao wanafikiri wanaenda uchaguzi kama kawaida, na siku ya uchaguzi I think ndo imepangwa demonstrations. Imagine the election day ndio Gen Z wamepanga mighty demonstration. Na unajua wakitoka alafu askari waanze kupiga watu wa Tanzania as usual, mambo hayatakuwa as usual. Maana hiyo kupigwa ndo watakuwa wanataka. Lakini kama askari watakaa kimya, waangalie wakiimba, huenda Tanzania ikawa salama. But tukiombea Tanzania leo, kuna uwezekano hiyo kitu iwe limited, ikuwe imeshuka, isikuwe na moto na nguvu hivyo.